Ingawa sasa changamoto pia inakuja, kwa mfano unaweza kumuuzia mtu jeneza sasa hivi, kapata msiba kamuuzia jeneza. Ukimwambia bwana karibu tena mnagombana. Wewe unaona kama unapenda mimi nifiwe ili upate hela si hivi na hivi na hivi. Ishakutokea? Ishakutokea, kwa sababu unajua mtu anapokupa pesa lazima useme asante. Bwana bwana nashukuru bwana asante. Karibu tena. Watu washangaa wamekumind. Ile biashara inalipa. Umeelewa? Na mimi nataka tunatolee tu mfano kitu kimoja. Unajua kila biashara inamfanya mtu anafanikiwa kwenye kuzingatia. Kuna mtu anauza pilipili tu fungu shilingi 100 na anatengeneza, anatamani atapata shamba la pilipili hapa na Vingunguti, yani alime pilipili tu auze. Maana kesho na pilipili inafanya nini? Inamlipa. Lakini jeneza lipo mpaka la milioni 3. Sasa kuna pilipili za milioni 3. Ile biashara bwana ikaanza kama kuwa ngumu, mauzauza sasa yakaanza. Kwa sometimes unaweza kushangaa unafanya biashara na mtu sasa hivi unamuuzia jeneza. Sasa unashangaa jioni yule marehemu anakuijia usiku ndotoni, anakuijia na kusumbua, bwana ndio ulikuwa unang'ang'ania mimi nizikwe, wewe ndio umetoa jeneza, sasa mimi naondoka. Sasa ndio watu wanaambia huyu ile jeneza alikuja nalo fulani hapa nyumbani, lakini bi mkubwa alivyoliona ndo akadondoka kazimia, kaenda zake hospitali. Sasa sisi tunarudi kutoka hospitali saa 11, kumbe watu washapata sile jeneza wamelivunja vunja. Mambo vipi mtazamaji wa Global TV? Mimi naitwa Gabi Mtanzania na hii ni exclusive interview na mmoja kati ya wasanii wa Bongo Flava kwa sasa, anaitwa Komi. Zamani bana huyu jamaa alikuwa akifanya biashara ya kuuza majeneza na alikuwa akiuza majeneza maeneo ya Temeke. Siku moja ambapo alikuwa amechukua mzigo wa majeneza na kupeleka ofisini na akakuta ofisi imefungwa na funguo naye alikuwa amesahau na alikuwa ushafika jioni. Akaamua kulichukua jeneza hilo kwa ajili ya kwenda kulihifadhi nyumbani kwao ambapo alikuwa akiishi na mama yake mkubwa. Akaliacha sebleni. Mama mkubwa sikio alikuwa amekwenda ametoka zake kwa ajili ya kwenda kuenjoy. Aliporudi usiku wa manane kufungua mlango akakutana na jeneza. Akapigwa na butwaa na kuanguka na kupoteza fahamu. Unajua nini kilimtokea mama yake mkubwa na Komi? Kana mimi uweze kufahamu kila kitu. Komi, mambo vipi? Bana poa kabisa kaka. Zuka sana. Fresh kabisa, nashukuru Mungu. Moja kati ya mastori yako ni biashara ya kuuza majeneza. Natamani kufahamu ilikuwaje na ni makashikashi gani ambayo ulikutana nayo kwenye biashara hiyo? Bwana makashikashi nilikutana nayo ilikuwa ni mengi sana. Lakini ni biashara ambayo mimi niliingia pasiko mimi kujua kama naenda. Kwamba ilikuwa mimi kuna bro mmoja ambaye alikuwa amenizidi age, kanizidi na kipato. Sasa akawa anatafuta jinsi ya kunisaidia kimaisha. Mimi kipindi nilikuwa nakaa kwa mamangu mkubwa Mbagala 77 kwa Mpili pale. Sasa siku moja nimemfuata Kariakoo dukani kwake, akauza nguo. Bwana brother inakuaje bana, inabidi tufanye mpango na mimi nifanye biashara bana, kiasi kuomba 5,000 10,000 sio mchongo. Akaniambia basi poa, fikiria siku mbili hizi biashara gani tunafanya,